kijana, kwanza wewe unafanya kazi gani? Sasa wewe unaona kila siku kijiweni, hakuna kitu cha maana ambacho unachokifanya wewe, mtoto wewe. Kwa hiyo utafute kazi, wenzako wanafanya kazi. Kijana, wanafanya kazi ndugu yangu. Kila siku anakukuta hapa na bongo la jemu. Unaona kufanya kazi ni mambo rahisi. Watu wengine ambao wanaishi bila kazi wanaweza kuishi. Sasa mimi nitafutia kazi ambapo serikali itoe ajira yoyote. Hata wewe hapo una ajira yoyote. Endelea tu kunamisha kipara yako hiyo hiyo. Hivi vitoto sijui kama vishaenda shule leo, kwa sababu naona tu vinareka na zunguruka. Sijui kama vishaenda shule vitoto. Yaani vinacheza na maisha, havijui kama maisha magumu. Mimi baba yao niliteseka kupata hayo maisha ambayo wao wanachezea. Kwa muda utakuwa ameshaondoka tayari, kwa sababu muda sio rafiki tena kwa sasa kwa mwanafunzi kukaa tena mpaka nyumbani mpaka saa hii. Kwa sasa hivi wameshakuwa darasani, sasa wamekula ukali. Unapeta wanao wewe? Yaani unajua kijana wangu, mimi kuna siku nimepita pale kwa vinyashi pale, nimepita pale nimekuta anakula baba malaki ndugu yako baba malaki. Yaani nilipata kwa baba malaki na mimi sina ajira yoyote. Nazunguka tu ushauri wewe. Kuna siku utakuja kupigwa. Kuna siku utakuja kupigwa mzee wangu, utakuja ukanyatiwa. Utakuja kufindiwa mzee wangu nakwambia. Yaani mimi sijafanya kibaya chochote. Ndio hivyo nimekuambia, mimi hakuna mara atanipiga. Mimi niko mtaa hapa, mtaa mzima unanijua, mzee baba la baba, kipara fupi kipara ndefu. Ni mwenyewe mwenye masharubu kama ya fanzi kama ya paa. Unanijua mimi vizuri wewe? Unajua mimi wewe? Nakuposa vibaya. Huku mzee tunafikia sasa mbali, huku ni kuvunjana heshima. Hata kama wanakuita baba lao, wanakuita sijui nani, sijui masharubu nani, sijui nani. Oya mzee, mimi sifagilie pigo kama hizo ndugu yangu, mimi nakuonesha. Tusikate hapa nileta kumkoa mtu shingo. Sasa uone analeta mnyeusi mzee wangu. Hivi vitoto vina makelele hatari sana. Wewe kwenye watoto wachana nao kabisa. Maana utakuumiza kichwa. Niwapa devore kwenda kutupika. Ila nyinyi wote hakuna ambaye anafanya vizuri. Ni wote tumakuku tumapata. Sasa wewe hapa Melissa ambaye uko hapa mbele yangu. Kuna chochote ambacho unachokijua. Kazi ni kupamba, kuvaa nguo moja na mimi, tuviatu kama kashinoze vile. Hakuna chochote ambacho unachokijua wewe. Kwani huko nyumbani kwenu mnaenda kufanya kazi gani? Au huko nyumbani mnaenda kucheza tu na wazazi wenu? Au mnafanya kazi gani? Kwa sababu mimi natoa kitu ya msingi ya kwenda msitaka katika maisha yenu, na nyinyi mnapuuzia. Sijui hata ni kwa nini. Mwalimu niachie pale. Kwa sababu hakuna mambo ya msingi ambayo unayotoa wewe. Hakuna kitu cha maana ambayo unachokitoa wewe. Kwa nini wao wanafunzi wengine wote waone mpaka unifuatilie mimi, uniongelee mpaka mimi, uniseme mpaka mimi, nitusikane mimi, nifezeshwe mimi, nichambuliwe kwamba vitu viatu tangu kama kashinozi mimi. Kwa nini unanionea mimi wewe? Kwa nini unanionea? Hivi wewe una akili kwa katika kichwa chako? Sitaki matatizo na katoto kama utomo. Kwa sababu mimi nilifanya kazi tangu ningali siyakuwa hata na nje katika kichwa changu. Alafu unataka kunifundisha mimi kazi? Nakwambia hujafanya vizuri, kisha unaanza kuleta kamdomo mdomo. Sitaki matatizo. Hivi kwa nini mwalimu ana shida gani na mimi? Kwa sababu kila siku darasani anaenda paka mimi mwanafunzi mmoja. Unisema paka mimi, kunitusi paka mimi. Unaje kwanza mwalimu? Kwa sababu sioni kitu cha maana ambacho anachokifanya. Hata mimi sioni. Kwa sababu namuona kila siku anakufuata wewe ndugu yangu. Mimi mwagoji kutoka anakutongoza anakupenda hata anakutongoza au baba hizo usiku wa leo. Nakusumbuaje? Kwa mimi nashangaa ndugu yangu, maana amenishinda au baba amenisumbua. Maana nimechoka tabia zake. Kwa sababu mwalimu anatupa wanafunzi wengi na ananisumbua mpaka mimi mwenyewe. Ndio hivyo walimu wana. Sasa wewe jichanganye kwake. Nitakuvuta msiku. Allah! Ushauri ndugu yangu na ushauri. Kuwa naye mbali huyo mwalimu. Kuwa naye mbali kabisa. Maana jinsi maisha hivi magumu na watu ambao wanatoa makafara. Naweza kuja kutoa kafara sababu unamuona.
Naona kisa ninavyokung'ang'ania. Kazi tu rafiki yangu. Kweli. Yaani ile mwanaume ndio alipumbavu kani. Mimi nimelika hapa ili tupige picha moja hapa, ila yeye ameondoka, amishi hata ameenda wapi? Kwani mwanaume yukoje jamani? Sasa wewe ulicho ambacho unachokifanya ndio mambo gani? Mimi nakuchunga kule, wewe alafu umeshakuja huko. Sasa ndio mambo gani hayo sasa ya kunichelewesha? Yaani wewe Salome, hakuna kitu ambacho ninachokijua. Mimi nikwambia hapa ndio tunaweza piga picha nzuri kuliko kule kwenye watu wengi ambao sisi wenyewe tunajua hela yenyewe hakuna. Sasa wewe Salome, kwanza wewe mbona una akili fupi hivyo? Mbona kule kuna hela nyingi, alafu hapa kuna hela tu kidogo. Sio hivyo. Wewe hata una pesa. Mbona hivyo bwana hivyo? Yaani leo sije nikwambiaje mzee mwenzangu. Kuna kitoto kile kitoto kioleta je ule kimenikosea adabu leo darasani mpaka nimekujikuta wabure ndugu yangu. Yaani sitata nikuelezeje, kimenikosea adabu vibaya kibelisa, kimenivunjia heshima. Nimevunjia kwa sababu babake anafikiri hela zake za ushirikina ndio amenikosea mimi adabu. Mimi baba mzee hapa ni nani? Wewe kile ambacho unachotakiwa kuelewa hapo ni kwamba watoto wa siku hizi hawana tena adabu, na vile gisi babake anavyo hela ndo hawezi kuheshimiwa, kwa sababu unajua wewe huwezi kufanya kitu chochote na maisha wanachukulia kama ni yao na mzazi wake, na ndio maana yako hivyo. Yaani mwanamke leo kashanisababisha kazi zangu isisonge mbele katika siku hizi za leo. Yaani kanichelewesha kwenye Valentine Days kama Valentine Days, jambo ambayo ina msingi wowote. Alafu kanichelewesha kazi zangu, kazi ya watu hii ambayo inaweza kosa mpunga. Alafu akaja kulomolomo hapa, hivi na hivi. Mimi sitaki mambo hayo. Mapenzi yanakuja kumaliza kazi ya watu. Hivi unajua kama leo amenikosesha kazi za watu kuifanya? Sababu leo nimekuwa na wewe, nimeshinda na wewe kutwa nzima, sikufanya kazi zozote. Unajua bila kufanya kazi hakuna mpunga ambao unaingia leo, mke wangu, najua hilo. Ndio maana nakusisitiza siku nyingine utaenda wewe mwenyewe, sababu ni mambo ya kipuuzi. Bawe na mambo ya msingi. Acha hizo kipenzi. Mbona hivyo wewe? Maji kutoka na mpenzi wako mara moja unaona nguvu kweli baba mpenzi? Unaona nguvu baba mpenzi, unaona nguvu kwani? Kutoka na mimi siku moja angalau jinsi tulivyotoka leo, watu wametuona, tumefurahi na watu wengine ambao tumepiga picha ambayo inaweza kuwa kumbukumbu kwetu. Kula chuma hiyo mpenzi, kula chuma hiyo, acha mambo wewe. Wewe vipi wewe? Acha mambo hizo. Acha hizo mambo wewe. Habadilisha nguo kaoge haraka. Wewe. Umenifanya leo nipagawe. Haya, nimekutana na wewe. Msichana ambaye una mbele wala nyuma. Mtu kama yoga. Wewe darasani wewe. Wewe unaniona kama nini? Kama mimi unaniona kama vile viatu vyako ambavyo unavyovaa. Au kwa sababu tumevaa nguo rangi moja. Na tuko pembeni ya majani, tumevaa sisi wote manguo ambayo yanafanana na majani. Wewe vipi? Mbona unaipa heshima kama mzazi wako? Kama vile unavyompa heshima ule baba yako. Sio nini wewe, vitoto vya 2000 vina mambo vya ajabu kweli. Mzee, niacheni makelele. Kwa sababu wewe ndio hujiheshimii. Unaendelea kunitusi paka huko ambao unaendelea kunitusi. Huko unanifuata pale ya kuniacha mimi nipite na njia yangu. Unaendelea kunifuata. Mbona wewe mzee una ustaarabu kweli? Mbona una ustaarabu wewe mzee? Wewe umeshazeeka hivi na kutoa, alafu unanifuata mimi kitoto kidogo. Ambacho mimi nikijukuu kako kama cha ngapi, kama cha 100, kama cha ngapi. Alafu niendelea kunifuatilia na hiyo miwani yako kama vile unatoka mkuchimba uyoga. Wewe mzee, niachie. Kuna siku nitakuja kupiga vibao. Yaani hiki binti kinadharau kweli. Wewe binti unanikosea mimi, kula chuma hicho. Umba wewe. Kula chingine hicho, umba wewe. Allah. Unanipiga mimi. Unamjua wangu. Yaani yeye unataka kumuonyesha baba kwamba kuna kialimu ambacho kinanifizia masimani kwangu. Kinanisumbua, kinanitaka kimahusiano. Alafu ndio tutaona mimi nawe, kati ya mimi na wewe. Nani atakapoacha hiyo shule? Alafu tutajua mimi nawe nani ambaye ana pesa zaidi kuliko mwenzake.
Na mimi siwezi kulala kinyonge, kula chuma hiyo. Wewe vipi unaweza niona? Kula ingine hiyo. Kuku wewe. Bata mweusi, njiwa, kumbe. Allah. Wanipea heshima kama kile babu yako. Unanivunjia heshima. Unanivua nguo. Ni mwanaibu wako. Wewe binti. Yaani hivi vitoto 2000 hivi. Hatari kabisa. Hatari kabisa. Yaani kina Allah. Yani leo. Mbona para please? Watoto wengi. Watoto wangu wenyewe wajifikiria. Allah.